Sasa mbona waingii? Umerudi? Na kipi kilichokurudisha? Hivi ulifikiri maisha ya mjini rahisi eh? Nilijua tu lazima atakushinda. Aya, karibu. Zuu, kwa umemruhusu kabisa kula arudi ndani. Umesahau alivyoondoka kwa kutamba yani. Na umesahau hata kosa lake la kuingiza mwanamke huko ndani. Na umesahau jinsi alivyotaka kukubaka. Zuu, la kweli watakuwa kula wamekuruga. So bure. Maana haiwezekani mtu hata afanye nini. Wewe unaona sawa tu. Hivi unataka kula mpaka kufanya nini ili uamini kweli kula ni mtu mbaya? Unataka mpaka kuue? Au unataka mpaka uwe kaburini ndio utaamini kama kula ni mtu mbaya? Sawa mama, wewe endelea. Maana siku zote wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Labda mwenzetu ndio ushapangiwa kufa kwenye mikono ya Kulwa. Acha tu nikuangalie mama wangu. Ila tu nakukumbusha, Kulwa sio mtu mzuri. Na akiendelea kubaki humu ndani, wote tutakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo ni bora tumfukuze tu. Hapana Lizi, nafsi yangu bado haikubali kama Kulwa ni mtu mbaya. Pamoja na kila kitu kilichotokea, lakini bado nakuwa na imani juu yake. Na sijui kwa nini. Hata ile siku alorudi, nilishangaa tu nakuwa na furaha ya ajabu. Japo nilikuwa najifanya kama namgombeza, lakini moyoni nilikuwa natamani hata nimkimbilie nikamkumbatie. Kumbe wewe chizi eh? Yaani mimi nimekaa hapa na kushauri vitu vya maana, afu eti nitamani ende nikamkumbatie. Masudi, ujinga gani huu sasa? Na kwa nini utudanganye kwamba yule mtu ameondoka? Ni kweli kwamba aliondoka. Ila nadhani pale ndo alikuwa anarudi. Maana kama mlivyomuona alikuwa anabeba mabegi. Labda tumsubiri Liz. Maana yeye ndo anatupa majibu ya maswali yetu yote tunayojiuliza. Mimi nadhani tungeachana na hii kazi ya kuweka na huyu mtu poli. Na tunaenda kazi yetu ya kupeleka mizigo kwa wateja. Hata hivyo, lengo letu alikuwa yule mtu pole. Lengo letu lilikuwa ni yule Zuhura. Na ndio maana hapa katikati tulikuwa hatuendi mpaka tuliposikia kwamba yule bwana ameondoka. Ila ndio hivyo. Kwa bahati mbaya tumemkuta amerudi. Kwa hiyo tumsubiri Liz atatupa picha halisi. Na tutajua nini cha kufanya. Pesa yangu. Kwani unamdai bei gani? 50,000. Samahani sana kakaangu. Ila nimefanya haya yote kwa sababu ya pesa. Ila kwa kuwa wewe umenipa hii pesa, nipo tayari kwenda kumwambia dada ukweli wote ule. Wala hata haina haja. Kwa sababu wewe ulifanya yote haya kwa ajili ya pesa. Na tayari umeshaipata pesa yako. Wewe nenda tu. Inaonekana yule kaka ni mtu mzuri sana. Na sikustahili kumfanyia haya niliyomfanyia. Inabidi nikamwambia yule binti ukweli.
Habari yako dada? Umefuata nini hapa? Samahani kwa usumbufu. Hata hivyo nimekuja kwa ajili ya kuongea na wewe. Hivyo naomba kama utojali, unipe muda kidogo tuongee. Tuongee? Naongea nini mimi na wewe? Ni kitu muhimu sana. Nilikuwa naomba muda mchache tu. Ni kuhusu nini? Ni kuhusu Kulwa. Nataka nikwambie kila kitu kilichotokea siku ile. Maana tangu siku ile nafsi yangu inanisuta sana. Kwa hiyo unataka uniambie mlivyoenjoy na kujivinjari? Uniambie jinsi mlivyopeana mapenzi moto moto. Na ili nisaidie nini? Au ndio unataka kuniumiza roho? Hapana dada, ungenisikiliza tu. Samahani, sidhani kama una kitu cha kuongea na mimi. Kwa hiyo nadhani ungeenda tu. Mdogo wangu, hebu niambie, ilikuwaje mpaka yule jamaa akarudi? Mimi mwenyewe hata sielewi kaka. Sijui alikuwa anatishia tu au ni kweli aliondoka maisha mjini akamshinda. Mimi nashangaa tu nimemwona anarudi na mabegi yake. Kwani na nyinyi ilikuwaje huko mpaka mkashindwa kuingia ndani? Wewe acha tu. Yaani kilichotukuta ni bora hata wewe utangulia kuingia ndani. Pale tulipoachana tukamkuta yule bwana kwenye kona amesimama. Na tena anaonekana fika kwamba alikuwa anatusubiri sisi. Wakati tunajiuliza imekuwaje yuko pale, akatunyoshia mkono. Na ghafla tukatupwa mpaka kwenye ukuta. Na hatukuwa na jinsi ya kufanya. Badala yake tuliamua kunyanyuka na kukimbia. Haya mambo mbona hayaeleweki sasa? Mara anatulia, mara anavurugika tena. Yaani tafalani. Na kwa jinsi nilivyomtengenezea mipango ile aondoke afa na kaondoka karudi siku hiyo hiyo. Hii inanivunja sana moyo kaka. Yaani hata sijui nifanye nini yule mtu. Sasa sikia. Wewe unaogopa kuua kwa sumu kwa sababu unaogopa upelelezi kufanyika utagundulika ni wewe uliyofanya. Sasa mimi ninawaza. Wewe auwe kwa sumu. Kisha sisi tutakuja kubeba miili yao na kwenda kuifikia mbali huko. Kisha wewe unawapigia simu wazazi wako na kuwaeleza kwamba Kulwa kamtorosha Zuu. Yaani wanawaambia kwamba walikuwa na mahusiano ya kimapenzi na wameamua kutoroka. Kwa hiyo watapambana kuwatafuta na hawatawapata. Na mwisho wa siku Kulwa ndo atakuwa na kesi ya kumtorosha Zuu. Kulwa, naomba mwambie mwanamke wako akome kuja hapa. Na kama mna mambo mnataka kufanya, afanyeni huko, hapa sio guest. Naam. Wewe sema hivyo hivyo na mnamo. Siku nyingine nikimwona hapa nampiga mawe. Maana naona sasa anataka kunipanda kichwani. Yaani anakuja hapa kabisa ananiambia nataka kuongea na wewe. Ndio anataka kunirusha loa. Maana siku zile alikuja hivyo hivyo na kanga kifuani. Akaniambia, "Wifi anataka kwenda bafuni, kali bafuni ni wapi?" Alishindwa kuuliza mwenyewe kwa muonyesha. Au ndo alikuja kunilingishia nimuone kwamba yeye ndo mzuri sana. Mtu wenyewe kawaida kwanza tani shtui. Ila ndo hivyo tu wanaume hata mueleweki mnataka nini. Mnaacha mwanamke mzuri ndani mnakokota vitu hata visivyoeleweka huko nje. Zura. Ina maana unanionea wivu? Wivu? Nani akonea wivu wewe? Kwanza unaanza kunikira ngoja na kupeza. Doto. Samani mwanangu. Mambo ukae tuongee. Mwanangu. Hebu acha hicho unachokifanya. Maana mimi sijui mwenyewe baba yenu yuko wapi. Na kama ningejua mahali alipo, kwa nini niwafiche sasa? Ningewaambia tu kwa sababu nyinyi ndo baba yenu. Lakini kiukweli mimi sijui mahali alipo. Na sijui kama yuko hai au amekufa. Kwa mimi mwanangu unanionea tu. Tufanye ni kweli ujue mahali baba yetu alipo.
Lakini vipi kuhusu ndugu zake? Ina maana baba yetu hakuwahi kuwa na ndugu pia? Au na ndugu zake walikukimbia baada ya wewe kuwa mjamzito? Maana mpaka sisi tunafikia umri huu haujawahi hata kutuonesha ndugu wa baba yetu. Ina maana kila anayehusiana na baba yetu wewe hujui mahali alipo. Na kama ni kweli kila anayehusiana na baba yetu hujui mahali alipo, utaamini vipi kama ni kweli hujui au unatoficha tu? Kiukweli sijai kumjua ndugu yoyote wa baba yenu, kwa sababu mimi na baba yenu tulikutana kwenye kiwanda kimoja ambacho mimi na yeye tulikuwa tunafanya kazi. Na pia yeye aliniambia natokea mkoani na aliniahidi kwamba atanipeleka huko kwao na atanitambulisha. Lakini baada ya kubeba mimi ujauzito alibadilika kabisa. Mara arudi nyumbani, analala huko huko, anarudi asubuhi akiwa amelewa. Na siku ambayo amerudi kwa mara ya mwisho, alikuja na mwanamke ambaye alimsaidia kubeba vitu vyake. Na baada ya hapo sijai kumuona tena. Kama ni kweli hayo unaoniambia, kwa nini usingeniambia kipindi chote hicho? Unakuja kuniambia sasa hivi, tena baada ya mimi kucharuka na kutaka kujua kuhusu baba yetu. Kwa hiyo unanitengenezea story ya uongo na kujilizaliza machozi ya kinafiki ili unitulize, si ndio? Ila kwa bahati mbaya kichwa changu kina akili sana na kina uwezo wa kujua huu ni ukweli na huu ni uongo. Kwa hiyo wacha kupoteza muda wako ukidhani kwamba utaweza kuniongopea mimi. Huo muda unaopoteza ni bora tu ungeniambia ukweli, babangu ni nani na yupo wapi. Maana sitoweza kuja kuwa na mahusiano mazuri na wewe mpaka pale utakapotuambia baba yetu ni nani na yupo wapi. Hivi wale vijana niliofanana nao, baba yao yupo? Ndiyo yupo. Yupo wapi? Wewe unataka kujua mahali alipo ili iweje? Kwa sababu ndio chanzo cha familia yao kugombana. Kwa hiyo kama watafanikiwa kumpata baba yao, naamini hawatakuwa na ugomvi tena. Na ndio maana natamani kujua mahali baba yao alipo ili niwasaidie kumpata. Hiyo sio kazi yako na wala sio kazi iliyokuleta huko. Hivyo uache kujipa majukumu yasiyo kuhusu. Lakini mimi ndo chanzo cha wao kuingia kwenye migogoro. Kwa hiyo natamani pia niwe chanzo cha wao kurudi kwenye amani yao. Kwa sababu siwezi kuwa na amani kama wataendelea kuwa kwenye hali hii. Hivyo naomba unisaidie niweze kumpata baba yao. Ulivunja masharti nilokuwekea tena kwa maksudi, na haya ndiyo madhara ya uzembe uliofanya. Kwa hiyo siharibu vitu kwa maksudi ukadhani mimi nitakuwepo kukusaidia. Kwa hiyo wewe endelea na kazi yako. Haya mengine yaache kama yalivyo.
Zuu, chakula tayari. Nendeni mkale. Aya. Kulwa. Tuwe tukale. Kulwa, twende tukale. Mbona kwenye hotpot hamna chakula? Akipo? Ndio. Kwa Kulwa umemwaga chakula? Nimemwaga chakula? Nimekimwaga saa ngapi sasa? Yaani Kulwa unamwaga chakula, unajua jinsi kinavyotafutwa wewe? Sasa Lizi, Kulwa amemwaga chakula saa ngapi? Wakati muda wote nipo naye pale sebreni. Hebu tuachane na mambo ya chakula. Tutanunua chips. Zuu, yaani Kulwa anamwaga chakula alafu namtetea? Wakati mimi nimepoteza muda wangu kukipika. Na isitoshe tumetumia gharama kubwa sana kununua hiki chakula. Alafu tena sasa hivi tutoe gharama nyingine kwenda kununua chips. Wakati mtu amefanya makusudi kabisa kumwaga chakula. Sasa Lizi, iko chakula kimemwagwa saa ngapi? Hebu msipende kusingiziana basi. Mmepoteza mzigo? Hivi mnafahamu huo mzigo una gharama kiasi gani? Alafu kirahisi tu unakuja kusema mmepoteza mzigo, si ndio? Hivi nikiwaambia mnilipe, mnaweza mkanilipa nyinyi? Samahani bosi, najua tumefanya kosa kubwa sana, ila ni mistake tu imejitokeza, ila tunaahidi haitojirudia tena. Haitajirudia tena? Na vipi kuhusu mzigo wangu mliopoteza? Yaani mmepoteza mzigo wa mamilioni, alafu mnakuja kuniambia samahani? Hiyo samahani mimi inanisaidia kitu gani? Ombeni mnisikilize kwa makini. Ninachohitaji hapa aidha mzigo au pesa. Bosi, sisi pesa kukulipa huo mzigo hatuna. Na ukisema tukurudishie huo mzigo, ndo kabisa hatuwezi. Basi wewe sema unataka tufanye nini ili tuweze kujilipa kuhusu huo mzigo wako. Kwa hiyo nichague mimi cha kuwafanya, si ndio? Ndio bosi. Chochote utakachotuambia sisi tutafanya. Basi kuanzia leo mtafanya kazi pasipo kulipwa kiasi chochote kile cha pesa, mpaka pale mtakaporudisha thamani ya pesa mlioipoteza. Ole wenu mjaribu kutoroka au mfanye kitu chochote kile cha kipumbavu, ndio mtamjua mimi ni nani. Siku ile tumefanya kazi, mimi nikalipo hela nyingi.
Na nyinyi mkawa mnalalamika kwa nini nalipo hela nyingi kuliko nyinyi. Sasa nadhani mmeona tofauti kati yangu mimi na nyinyi. Na mliona laki ndogo. Sasa mnaenda kufanya kazi bure. Na siku nyingine mjifunze kuheshimu mliowakuta kwenye kazi. La sivyo mtajikuta kila siku mnaingia kwenye matatizo. Oya mwanangu, huu ni unyonge. Na mimi siwezi kufanya kazi ya bure. Hata kama sijatokea kanda ya Ziwa. Lakini kama nimetokea kanda ya Ziwa, ni lazima watanilipa. Yaani wewe ndio usiongee kabisa. Wewe si ndio uliopoteza huo mzigo. Na badala ya kuja hapa ujitetee, wewe unamwambia bosi atufanye chochote anachojisikia. Tena ushukuru Mungu, huyu jamani mstaabu. Maana angekuwa mtu mwingine, alafu umemwambia kauli hizo. Sasa hivi ungekuwa ushaolewa wewe. Yaani mtoto wa kiume mwenzio unamwambia atufanye chochote unachojisikia. Usulia vikao babu, tutakukosa. Bosi nalingaga wewe. Wewe umekuwaje umenitafuta mwenyewe? Nimejikuta nimekumisi tu. Maana si unajua vitu vyako vile. Nilikwambia lakini mimi ndo lizimnato. Yaani ukinigusa lazima unasi. Wewe tena. Nimekusifia kidogo tu kichwa hicho. Sema hata hivyo vitu vyako sio mchezo. Unajua mwanzoni sikufikiria kama utakuwa na vitu kama vile. Kweli sikijaji kitabu kwa nje. Ukifunua ile ujione. Sio mchezo.